nilichokuwa nimekiita kuchoka na namna ya kukabili uchovu. Kuchoka na namna ile ambayo unaweza ukaukabili uchovu. Na niliweza kuzungumza kwa sehemu ile ambayo Roho Mtakatifu alitusaidia kuzungumzia. Niliainisha maeneo kadhaa ambayo mwanadamu huwa anachoka. Nikasema mwili huu tulioumbiwa umeumbwa katika namna ya kuchoka. Mwili huwa unachoka na unachoshwa na shughuli au kazi au majukumu ambayo tunakuwa nayo katika mzunguko wa maisha. Lakini jambo la pili nilisema akili nayo pia huwa inachoka, na huwa inachoka pale ambapo inakuwa na vitu ambavyo zinatafuta kupata majibu ya maswali. Kwa hiyo akili inakuwa inajiuliza mambo mbalimbali, na vitu vingi vinakuja kwenye akili ambavyo viko katika mfumo wa kuuliza maswali, au unatafuta ufumbuzi wa jambo juu ya jambo fulani, juu ya mambo kadha wa kadha katika maisha, lakini upate ule ufumbuzi. Wakati mwingine akili inachoka, au akili inabeba vitu vingi, sawa na ufumbuzi wake, lakini vinakuwa ni vingi. Yani kuna viwango au kiwango cha mambo ambacho Mungu ameweka kwamba akili iweze kubeba. Kwa hiyo mwingine hawezi kubeba vitu vingi kwa kiasi fulani, mwingine kiasi fulani, mwingine kiasi fulani, kila mmoja kwa namna yake. Huwa inafikia hatua akili inachoka. Nikasema pia nafsi au moyo wa mwanadamu, nafsi au moyo huwa unachoka, hususan mtu anapokuwa anapitia kwenye changamoto, majaribu, misukosuko na maumivu ambayo yanasababishwa na vitu ambavyo tunapitia katika maisha hapa duniani. Kwa hiyo nafsi nayo pia huwa inachoka. Niliweza kuzungumzia hasa maeneo hayo matatu kuhusiana na kuchoka, na nikawa najaribu kusema tena katika hatua nyingine iliyofuata ya namna na jinsi ya kukabili uchovu katika maeneo hayo, kwamba mwili unapokuwa umechoka tunahitaji kupumzika ili kwamba tupate nguvu tena nyingine. Kuna wakati mwili unachoka kwa sababu aidha hujapata chakula kwa wakati au mahitaji yake kwa wakati, au kwa ajili ya shughuli. Kama mwili umechoka kwa sababu hujapata mahitaji yake, unahitaji kupata mahitaji, yani chakula. Kama umechoshwa na kazi, unahitaji kupumzika angalau upate nguvu tena nyingine mpya ili uendelee na majukumu. Na pia akili inapokuwa imechoka, unahitaji muda wa kupumzika na kuweza kupata muda wa kuweza kukutana na mazingira tofauti au vitu vingine ambavyo vitaweza kusaidia akili iweze kama kusafishwa na kuweza au kuupdate tena ipate nguvu ya kuweza kufanya majukumu yake vizuri. Ndio maana hata walimu shule wanapokuwa wanawafundisha wanafunzi kwa kipindi fulani wanahitaji mapumziko, wanapewa aidha nusu saa au dakika 40 ya mapumziko, wakacheze au wafanye mambo mengine, baadaye wanarudi darasani. Ni namna ya kupumzisha akili ili wakirudi darasani waweze tena kuanza kufanya mambo vizuri kule darasani. Hata kazini pia kwa muda wa serikali, nafikiri kwa serikali yetu muda wa kazi ni masaa 8. Mtu aingie kazini saa 2 atoke saa 10, kwa masaa 8 ili apate muda wa kwenda kupumzisha akili. Lakini pia ndani ya masaa hayo kuna muda wa kupumzika, kwa hapo muda wa lunch ya mapumziko, alafu narudi ofisini. Kwa hiyo ni namna ya kupumzisha akili. Tuko pamoja? Lakini nafsi inapokuwa imechoka, saidie huyo.
nafsi inapokuwa imechoka, nayo pia inahitaji namna ya kuweza kupata msaada, kwa sababu moyo ukichoka huwa kuna namna ambayo mtu anaweza pia akawa hatoi maamuzi mazuri, kwamba nafsi imechoka. Sasa mtu anaanza kutoa maamuzi ambayo sio mazuri. Na kipindi kilichopita nikawa ninazungumzia kuhusiana hilo, ya kwamba unapokuwa umechoka nafsi, umepita kwenye changamoto, umepitia maumivu, uwe mwangalifu na kila ambacho unakisema au kila ambacho unakifanya, kwa maana Biblia imetushauri, inasema wala usichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati tusipozimia mioyo. Moyo huwa unachoka, na uchovu wa moyo unapokuwa unaendelea huwa unaelekea kwenye kuzimia. Uliona kwenye kitabu cha Isaya kwenye kuzimia. Kuzimia maana yake ni nusu ya kufa, unakuwa hujitambui au hujielewi. Ndio maana ya kuzimia, sio kufa kabisa, yani ni nusu ya kufa, yani kama hujielewi. Sasa kwa hiyo nilikuwa hapo kipindi kilichopita katika namna ya kukabili uchovu. Mhubiri katika kitabu chake hicho cha Mhubiri anasema mambo yote yamejaa uchovu usioneneka, yani huku duniani. Maana yeye alibarikiwa, kwa kweli alibarikiwa sana, akawa na mali nyingi, akawa na vitu vingi, akaongeza wanawake, akaongeza masuria, alikuwa na meli za biashara, alikuwa na watu wengi nyumbani kwake, alikuwa na kwaya nzuri, sio ya kanisani, ya nyumbani kwake, maana kulikuwa hamna redio kipindi kile. Kwa hiyo akitaka kuburudika, ile kwaya inaimba nyimbo. Kwa hiyo kulikuwa na wafanyakazi wengi, alikuwa na mifugo, alikuwa na mashamba, alikuwa na kila kitu, kwa kiwango kila ambacho Mungu alimwambia kwamba yeye atakuwa ni tajiri na atakuwa amebarikiwa kuliko watu wote ambao waliwahi kuwepo nyakati hizo za kwake. Jina la Bwana litukuzwe sana. Lakini katika utafiti wake kupitia hekima aliyopewa na Mungu, alikuja kugundua mambo yote yamejaa uchovu, yani yanachosha mambo yote. Anasema alijifunza vitu vingi na kusoma sana vitu mbalimbali na kutafiti vitu mbalimbali, lakini akaja kugundua pia kusoma kwingi kunachosha akili. Kwa hiyo mambo yamejaa uchovu. Kwa duniani huku tutakutana na hali hiyo, na niliweza kuuliza kama mtu anawahi kukutana na hali hii, lakini wachache walinyosha mikono yao na wengine hawajawahi kukutana na hali hii ya kuchoka. Lakini kuna watu ambao wanakutana na hali hii ya kuchoka akili, mwili na nafsi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana asifiwe. Mazingira ambayo tuko nayo duniani inafikia mahali watu wanafanyaje? Wanachoka, nachoshwa na kazi, nachoshwa na hali fulani. Mwingine amechoshwa na kula chakula fulani, yani muda mrefu, chakula mingi kinichosha, naye basi tu naye amechoka namna hiyo. Unaona yani kuna namna ambayo mtu anapitia mazingira anachoka. Mwingine kazi yake hiyo anayoifanya inamchosha, nimechoshwa na hii kazi, anataka nibadilishe kazi, nimechoshwa na hii kazi. Unaona wakati mwingine anaitafuta hiyo kazi, yeye anasema mimi nimechoka. Kwa hiyo kuna namna fulani ile ambayo mtu inafikia mahali anachoka. Tuko pamoja? Sasa nataka kusogea tena mbele kidogo kupitia muktadha wa maandiko haya ambayo tumeyasoma hapa kwa kitabu hiki cha Wafalme. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo